Ladies and gentlemen, behind the mic is your host, MC Madev. Ladies call me Madevu baby. We welcome you. Na kukaribisha kwenye jioni leo. Nimeamua nipunguze Vingereza, ulimi unakuwa wa moto hapo. Unaongea Vingereza unaona mbona kama kuna kaba. Kumbe ni hivyo Vingereza. Karibu sana. Na show ya leo ndio yale majibu ya zile SMS zako ulizopiga kwenye www.cheka.africaonesolution.co.tz inaonekana, sababu kuna watu wataaga. Kuna watu leo niagieni kweli ndugu zangu, na walikuwepo watu 20 jukwani, lakini kuna watu baadhi wameaga. Lakini ni kwa sababu kuwapigia kura za kutosha. Inawezekana walikuwa wakali, lakini kura zako hazikutosha. Lakini ninachopenda kusisitiza, endelea kupiga kura. www.cheka.africaonesolution.co.tz. Na kwa namna kipekee niliwashukuru sana Africa One Solution kwa huduma ya back SMS. Tunapata feedback, watu ambao wameridhika na wamefurahishwa na huduma hii. Na wewe bado kama unahitaji huduma hii kuweza kuwasiliana na watu wa taasisi yako, wateja, wacheki kwenye SMS africaonesolution.co.tz. Twende tukaone nani anatoka, nani anabaki. Let's see on the stage. Welcome. Actually sikuchagua nyimbo ya kuingilia. Nashangaa kwa sababu mimi mambo ya kusema DJ ishikilia, sijui anashikilia nini, siwezi hayo mambo. Najua msiniangalie sana, sija drip kiasi hicho. Natoka Njombe na nimeingia leo na basi tu ndio nimeingia. Nikiwa Njombe watu walikuwa wananiambia brother chuo bata yeah. Na nimekuja nikiwa mwaka wa kwanza pale, nikaambiwa bwana chuo bata, na kuja kustukia kwamba bata ya chuo ni nani, na kuja kuona kwamba bata mwenyewe ndo mimi. Unaelewa? Nimeenda semester ya pili nikaanza kutumia maji, vile vinywaji vikali vile. Unaelewa? Ndio nikajigundua kwamba kabisa nimekuwa bata maji. Oya, kuna kipindi inakuja pale sasa mwanangu boom limekata. Unanielewa? Boom likikata pale mwanangu unakuwa unatamani kupiga mizinga. Ndio pale ambapo unaingia kwenye stage ya bata nani? Bata mzinga. Au sio bwana? Kwa hiyo chuo ni bata kwa namna kama hiyo, unapita hatua kuu 3. Unaanza kwanza kuwa bata mwenyewe kwenye usajili. Unaonaga tukiwa first year vile unatembea kama bata, unaenda kuhangaika usajili, si ndio? Alafu baada hapo ukishaanza kutumia vinywaji vikali unakuwa bata maji. Baada hapo hela zimeisha unakuwa nani? Bata mzinga. Kupiga mizinga tu, mwau sio bwana? Yes. Pamoja na ugeni wangu kwenye stage nimekwambia nimetoka Njombe, lakini mimi napenda sana niwapongeze watu waliofanya mapambo, kwa sababu wamenifanya nijisikie nipo nyumbani kinoma. Actually kule Njombe bwana tuna nyumba fulani hivi za nyasi. Unaelewa? Sasa zile nyasi zikishakuwa zimekaa sana zinaota majani kwa ndani. Kwa nilipokuwa nimekaa pale nikiangalia juu naona nipo nyumbani kabisa. Homeland kabisa manyasi haya. Kwa mliofanya mapambo huko ndani hongereni sana. Alafu hizi taa mimi sijawahi kuziona. Kule kwetu Njombe ni chemli. Japokuwa za muundo huu ila hazitumii umeme wanangu. Kwa hiyo mimi nakubali sana. Hello, asante sana. Yeah, yani naweza kwamba wewe haukujiandaa kuchekesha hapa, ila unafanya freestyle, yani kwamba mataa unayazungumzia. Ulipokuwa kwenu, ulipoandika hiyo jokes, uliona hayo mataa au kuyaona? Ulipokuwa ghetto kwamba naenda kwenye Tabata hotel, taa zilikuwepo? Hazikuwepo, si ndio? Hapo unafanya freestyle. Maana freestyle na maana liwalo na liwe, yani kwamba mimi nikienda pale nikiona maji kama hivi na kwa amani wa mchongo yani wewe cha kufanya kuwa serious na unachokifanya. Kama kuna kipotosi anafanya hivyo naye hajajiandaa, akiona sturi ya watu wanapita nayo, kuna Heliudi naye hivyo. Ila kwa haya mashindano sasa hapa mko wengi, ukianza kuzungumzia taa zile, naamini kwamba wewe hujajiandaa, umekuja kutimiza wajibu tu. Ukiwa na taasisi, kampuni au shirika, unaweza kutumia back SMS kwa ajili ya promotion mbalimbali, kuwafikia watu wengi zaidi na kwa haraka. Unaweza pia kuweka automatic messages, na pia kwa kitaalamu hii tunaiita API.
karibu sana wapate kukuhudumia. Na ili kupata huduma hiyo unaweza ukaingia kwenye sms.africaonesolution.co.tz au wacheki WhatsApp kwa kupitia 0744575664. Lakini pia kama una biashara, una taasisi, unaweza kuwafikia wateja wako na kuwajulisha kuhusu mzigo mpya ambao umeingia. Unaweza pia kutengeneza database ya wateja wako na kuwajulisha tukio lolote la muhimu ambalo linakuja kwa siku za mbeleni. Na formula ni ile ile, ingia sms.africaonesolution.co.tz au WhatsApp 0744575664. Wanangu, mambo vipi? Bwana wanangu, unaanza kwa kutoa ushauri. Wanangu, katika vitu unatakiwa kuwa makini ni unapokuwa na matatizo ukakutana na mtu mjuaji. Wanangu, kuna siku nina matatizo yangu nikakutana na mtu mjuaji. Yaani kwa naongea vizuri tu na mama yangu. Mama huyu mtoto ana mwaka sasa, hajasimama mama yangu. Yaani tumehangaika, tumetumia dawa na dawa. Kumbe Masai anapita pembeni, Masai wanauza dawa zao zile. Shangaa Masai kanitika, "Hiyo dawa nayo." Yaani mara moja tu anasimama. Niambia Masai, "Vipi? Hebu njoo hapa." Masai kana, "Hii dawa bwana ninayo. Yaani hii hapa, si asimami, unampaka tu kichwa." Sema, "Wow, sasa mtoto wangu si ndo amepona hapa." Bwana nikachukua ile dawa ya Masai. Mimi hadi nyumbani nikamwambia waifu, bwana tumeshapata dawa, relax, mtoto amepona. Nikamchukua mtoto wangu paka kichwa. Na namba ya Masai ninayo, mimi ninavyopenda mtoto wangu apone. Bwana mtoto wangu sielewi yule Masai aliniuzia dawa gani, wanauzaga dawa zao hizo kutoka nchi za mbalimbali, siji Kongo nchi gani. Asa bwana nampaka mtoto wangu kichwani, mtoto wangu hadi mishipa inasinyaa, nampigia Masai, "Masai, mwanangu sasa mishipa imesinyaa." Kanambia, "Ndo vizuri. Ndo vizuri bwana. Yaani kama imesinyaa ndo vizuri." Masai, "Mishipa imesimama." Anambia, "Ndo vizuri." Ndo vizuri, muweke ndani sasa." Nikakoroga tena dawa nyingine nikamnywesha mtoto wangu. Aisee, bwana hao wajuaji. Yaani mtu ukiwa na matatizo usikutane na mtu mjuaji. Masai aliniingiza mkenge ndugu yangu. Hadi sasa hivi sina mtoto. Another issue wanangu, wanaume tunajijua tukiwaga ndani. Hivi mkiwaga ndani waga mnajua mnakaaje. Mimi najiuliza tu kama mimi nikiwaga ghetto mwenyewe nimepoa sina mtu yoyote, najiuliza waga naishije. Hasa ndo kuja kukumbuka wanangu. Yaani ile unajua ule free unaweza ukaenda washroom ukarudi usivae nguo siku nzima. Ndo najiulizaga kwa nini Baba wa mbinguni alisema haikumpendeza Adamu kukaa peke yake bustanini. Yule jamaa alifanya nini? Wajua waga najiulizaga hadi nafika stage nasema kwa kweli wanaume kweli haikumpendeza. Nakuja mbele nasoma Biblia inasema wakati wamekosea Adamu anaulizwa nini shida, jamaa kajichukulia sheria mkononi tukamhukumu mtu. Baba, ni yule mwanamke ulionipa. Yule jamaa alikuwa anajishikilia sheria mkononi sana. Ndio maana hata Mungu akaona hapana, kwa kweli haimpendezi huyu jamaa kukaa mwenyewe. Kankara. Yeah. Mi adiki Adaman. Saida kada mi Adam Babylon man. Yeah, me could bring ya me soda tinka China I am. Yeah, this boy is good man. Rasta never die for die ganja. Give me a suggestion man. Hey, kunjani. Mchizi ni kwamba sema una flow lakini ukiongea neno Mungu. Unajua Mungu ni jina ambalo linaogofya, yani hata uwe muuni au msela vipi. Na Mungu ukiongea mbele za watu, kuna watu wanaogopa kulisikia, afu ukalichukulia ukaliongea kwa herufi ndogo. Unajua Mungu maana yake unaelewa, lakini si ndio? Ukiwa na joke ya Mungu, make sure unaipalilia, hata akisikia Mwamposa aweza akafanya kitu chochote. Unapofanya material ya dini na unajua kabisa wewe hii clip yako inaweza kaenda sehemu fulani, isiwe na ukakasi, ipe heshima kidogo. Huyu jamaa ana confidence, lakini jokes zako kwenye jokes za Mungu zipunguze, ziache. Yaani unavyoziongea ni kana kwamba wewe usali, unaziongea kawaida tu kwamba yani unaelewa anachokwambia. Kwani wewe unasali sehemu gani? Labda nikuulize, kanisa lako ni wapi? Amesema yeye ni Mkristo. Yaani kanisa TG, AGT, Roma.
EAGT. Ajibu yeye asikunong'oneze yani. EAGT mkuu. Yaani kuna jokes za Mungu mani, kuwa serious, unajua Mungu ni yani uko yani kuna story uko fresh, lakini kuna jokes za Yesu, Mungu au vingine sijui Au mtume. Acha hivyo vitu vitatu. Yaani usitamke tu kama unavyoomba chapati vile kwamba nataka chapati. Kwa kwenye story unajitahidi japo ulihama, lakini kuna sentence ya neno Mungu yani punguza hii kitu kwenye masiala. Punguza jokes za Mungu kuziongea tu kawaida. Yaani story yake huyu jamaa nimeisikia, lakini Mungu aliyemzungumzia tu kama vile ni jirani, labda kama ameenda kuchukua kiberiti kwa Uncle Shamte akawasha alinipa yani huyu jamaa yuko fresh kwenye kuperform. Naam. Jokes za Mungu zina ukakasi. Kwa hiyo hapa point kubwa anachosema Konkara, uko vizuri, yani kote Konkara, uko vizuri, lakini punguza jokes za Mungu. Ukiwa na taasisi, kampuni au shirika, unaweza kutumia bulk SMS kwa ajili ya promotion mbalimbali na kuwafikia watu wengi kwa haraka, na unaweza pia kuweka automatic messages kupitia application yako ya kitaalamu tunachokiita Gateway API. Karibu sana tukupatie huduma hii. Africa One Solution wako tayari kuhudumia katika hilo. Lakini pia uzuri zaidi, kama wewe ni mfanyabiashara, bulk SMS inaweza kukusaidia kutengeneza database ya wateja wako, na pia inakusaidia kutuma ujumbe wa taarifa za bidhaa au mzigo mpya ulioingia dukani au sokoni, au tukio maalum, na wateja wako wanabaki kuwa updated muda wote. Huduma hii ni kwa taasisi, shule, wafanyabiashara na wote wanaotaka kuwafikia watu wengi zaidi. Karibu sana, na ukitaka kupata huduma hii ingia kwenye sms.africaonesolution.co.tz au wacheki WhatsApp kwenye 0744575664. Kwa majina naitwa Agustino, natokea chuo cha uhasibu. Profession yangu ni benki. Mimi ni mtu wa benki. Mmoja jamaa ananiangalia hapa, naona kama sifanani kuwa mtu wa benki, lakini that's my profession. Na benki tuna principles zetu. Mfano, haitakiwi umjaji mtu kutokana labda na sura, itikadi, muonekano. Hizo ni principle. Lakini in reality, kiukweli watu huwa wanajajiwa kutokana na muonekano wao. Nadhani brother Madevu utakuwa unaelewa. Kuna wale watu wanakuja kutoa milioni 30, milioni 50. Huduma yao inakuwa ni very professional. Kwanza huwa wanakuwa na chumba maalum. Chumba kina AC. Anaenda kutoa zile hela, anakuwa hadi na escort. Very professional. Lakini njoo sasa wewe umetoka zako Mtwara na fedha za pembejeo kutoka chama cha ushirika cha Wabangu wa Korosho, fedha taslimu 60,000. Fika pale unaingia mstari wa fedha za kigeni. Kwambia, wewe mzee mwenye kichwa kikubwa, una fedha za kigeni? Bana, mimi na fedha za Tanzania. Rudi kwenye mstari wako. So tunawajaji watu, lazima tuwajaji. Na wale watu wenye fedha huaga hata majina kama boss, mtu anaitwa. Mtu anaitwa tu milioni 40, hata kama mtu wa benki ya mjui utasikia boss. Lakini wewe sasa, wewe boss unatoa 60,000, unaweka 60,000. Boss gani? Na nilikuwa najiuliza sana, kwa nini especially kwenye hospitali ile sindano ambayo huwa inapigwa at the back, ile itifaki imezingatiwa, huaga mara nyingi huaga wanachoma manesi wa kike, hawachome manesi wa kiume. Hamjai kujiuliza kuhusu hicho kitu? So mimi nilifanya research, nikaja kugundua kwamba sababu inayofanya manesi wa kike wachome ile sindano ni kama mimi mwanaume siwezi kukubali ile sindano anichome mwanaume mwenzangu. Tena unakuta umeenda hospitali, unakuta yule nesi wa kiume labda ni Mpemba,
Unafika pale, unaingia, unajua hata kama nia nzuri tu akuchome sindano uondoke. Lakini Mpemba kishaona mazingira, sasa kuuliza wewe dogo una shilingi ngapi? Nikupe shilingi ngapi? So thank you, that was my time. Thank you so much. Yanapa naliwasha mic ukashukuru. Yeah. Miada kiada man. Yeah, Saida Kada miada Babylon man. Yeah, me kurudi bring ya me soda tinga taina ya me sadata boy. Rastafari. Rasta never die, if die ganja will cry Haya man. pointi zake huyu kijana. Huyu jamaa anaongea kitu ambacho naye hajui. Ukiongea kuna movement kwenye miguu ni kama watu wa karate. Judo kung fu. Yani kwenye ngumi kuna watu wa karate. Kuna watu wa martial arts, karate combat. Alafu kuna maninja wale ambao maninja ni kama tu si wanafanyaje, huwa wanaruka tu hivi lakini naam. Unajua ukiwa unapambana kwenye upande wa ngumi huwa wanaangalia wewe unaongea kitu unahama, ina maana hauna confidence na kitu unachokifanya. Yeah. Yaani wewe unaongea kitu ili mradi tu ufanye. Yaani kwa upande wangu labda tu nisemeje, labda tukae wote hata mwezi mmoja unaweza ukaelewa ambacho nilikuwa nataka niseme, lakini kwa saizi mimi nisiseme chochote. Niseme tu umefanya vibaya. Kama hivyo Konkara, unamshauri afanyaje ili afike pale anapotakiwa kufika? Comedy club. Sawa. Auzulie nyingi. Aone wanavyofanya wenzake. Comedy club ni kama gym. Mnaenda mnapasha, watu wanapiga jokes. Kuna Blue Monday iko pale Kinondoni, kuna Masaki kwa Evans Bukuku pale ni Punchline. Hizo nenda kule uone wanavyofanya mzee. Kwa hiyo kuna watu wanaaga mashindano aidha ni kwa sababu kuna vitu kadhaa walikosea, lakini kama unavyojua kwenye mashindano lazima mmoja aibuke na kuna wengine wanazidi kupunguzwa. Na baada ya watu kuchuana, jaji mmoja wapo ambaye ni Konkara alienda jukwani na kujaribu kuwapa nondo washiriki ambao walikuwa wamebaki. Na nadhani hii itawafanya wawe makini zaidi, na nadhani wamepata maarifa na ufahamu zaidi kuhusu nini hasa wanatakiwa kufanya kwenye kipindi kijacho. Tukaona kuna kitu kinaitwa premise, kuna scenario na ending. Premise ni kwamba unaweza ukaongea kitu, mtu akishika simu anaweka simu mfukoni anakusikiliza wewe. Unaelewa? Hicho ni cha kwanza. Anaweka simu mfukoni anakusikiliza wewe tu. Kama umefika tu pale ukasema chochote tu na kuna kitu yani kuna watu wa aina mbili. Kuna mmoja ambaye kwanza premise ni kama heading, kwamba mwandiko, mistari midogo na mikubwa, hesabu. Hata mtoto anajua ili daftari la hesabu, ili la mwandiko, hata jokes. Ili nikusikilize lazima univutie, wajane. Anapiga au mama yake ni mjane, kuna mawili hapa. Hii ni premise. Premise ni kama kichwa ambacho kitafanya wewe simu uweke chini unisikilize mimi. Na ili unisikilize mimi, niongee nini? Kuna scenario, ni sentesi, maelekezo ya katikati ya kichwa cha habari. Yasiwe mengi ila vicheko viwe vingi. Wanasema economical words. Yaani usiongee tu nikaenda nikachukua sambusa nikarudi nikasema eti unaongea mbele za watu. Kwa mfano mimi nina jokes moja ambayo nitatoa mfano hapa, ni jokes za Wanyakyusa, baniseme, ambazo wengi wanajua. Premise inasema Wanyakyusa, ukienda kwenye misiba ya Wanyakyusa hauna haja kuuliza historia ya marehemu. Hiki ni kichwa. Umeelewa?
Tuko sawa? Kwa wale ambao mmeshiriki na mnapenda kujifunza, si ndio? Na kuna ambao mmejifunza ila hamjafanya vizuri, tuliwapa tu max ila mmekausha. Premise ni kichwa kwamba unaenda kwenye msiba wa Wanyakyusa, una haja ya kuuliza kwa nini? Kwa sababu ukikaa na mfiwa dakika 5 unagundua kisa kizima cha marehemu. Kwa mtu anakaa anaangalia sasa, kwa nini atupele ulizaliwa mwaka 1995 atupele. Analia hapo kwa anaongea mwaka 2000 ulianza darasa la kwanza atupele. Tena ulikuwa na akili kama mzee wako mwaka Sikujonga. Ulipofika darasa la 6 ukajiunga na makundi mabaya, ukaanza kuvuta bangi baba. Ulivuta kwa kuwa bangi zilikupenda, ukuwa kichaa baba. Ulipofika darasa la 7 ukagraduate, ukapata division 0 atupele. Mzee wako mzee mwaka Sikujonga akasema nikuache, nikasema mma uchungu wa mwana na ujua baba. Nikakupeleka Iyunga. Umeona hiyo story? Atupele tu wanavulia Wanyakyusa, umeona? Na story nyingine ambayo nakupa ni kwamba kwenye comedy kuna vitu viwili. Kuna mwingine anapenda tu kumuona madevu anachekesha, ila hawezi kumuuliza madevu kwa nini anafanya vile. Unaelewa? Umuelewe somo hilo. Hili ni somo ambalo ukielewa hapa, hata ukienda kufanya sehemu nyingine utaelewa anachokisema. Kwenye comedy kuna vitu viwili, kuna one liner, kuna storyteller. Leonardo ni one liner. Ndaro Leonardo ni one liner. Anaweza kuongea vitu 9 kwa dakika 1 au dakika 2. Storyteller ataongelea tu haya maji kwenye swimming na watu waliokaa pembeni hao. Unaelewa? Asa kuna mtu anachekesha ajui yeye ni nani. Yaani kuna mtu tu anatamani tu niwe marefu, niwe Leonardo, yaani wakubali wote tu, anahama anakuja, ndio unakuta mtu ameongelea vitu 9 kwa dakika 1, anasema asa alikuwa topic yake ni nini yani? Umenipata hapo ninachokwambia? Unapotaka kuongea, premise ni kama kichwa. Mwalimu ubaoni akiandika mwandiko, akiandika English, ina maana ni Kiingereza kitupu. Hesabu ni hesabu tupu. Ina maana ukiona hesabu huwezi ukaja na mentality ya Kiswahili pale kwa neno hesabu. Premise ni kichwa. Haya, kwa mfano kuna joke yangu, mimi nafanya story. Na joke ya kusema kwamba nimewahi kuwa kameramani wa mchongo kwenye harusi. Hii ni premise ambayo mtu anasema ilikuwaje. Unajua unaongea kitu kifupi afu mtu anapenda kujua ulifanyaje. Unaelewa? Na premise ni fupi, sio sentence ndefu. Kwamba zamani nimewahi kuwa kameramani wa mchongo. Imeisha hapo. Mtu anakaa anasema wapi na lini? Wewe ndio unaanza kuflow. Mimi nisiongee sana jamani. Asanteni sana, nimwite madevu. Lakini tusiongea mengi siku za mwisho. Wanapenda kukucheka wewe. Yaani wanapenda kukucheka wewe. Nina story ambayo nilipanda nayo jukwani kwa mara ya kwanza ikaenda viral. Nilikuwa naongelea kichwa changu ambayo dogo alikuja akaisema hapa. Nikasema ninamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake kwa sababu aliniumba mimi wa kiume. Mungu angeniumba mimi wa kike na hili bichwa kudadeki ningepata wapi boyfriend mimi jamani? Hata nyie mkiangalia kwa hili bichwa ningekuwa ndio msichana. Hasa ndo nimerembwa na nawezaje kuringa jamani? Baby kwa bichwa hili inakuwa vipi? Ukifikishwa kwa wako ukiondoka lazima wakuseme mwenzangu mko tumepata lakini sio kwa bichwa lile. Atatuzalia Eskimo. Watu walikuwa wananitania kwamba wewe huwezi kwenda vitani. Ukienda vitani wewe lazima ufe kwa sababu hauna helmet inayokuenea. Kwa mbicho huo utavaaje helmet? Lakini kumbuka kwamba labda mimi
Ukifika saluni wanaambiana, mwenzangu, wateja tunapenda lakini sio kwa bichwa lile, kwa sababu hata rasta zingekuwa ni kama bunda 8 hivi mpaka ili bichwa lisukwe liishe ingekuwa ni. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuniumba mimi wa kiume. Ninaongea vitu vya kawaida, namshukuru Mungu kuniumba mimi wa kiume, na nikikupa story hiyo unaona kabisa kweli, lakini kwa bichwa lile angekuwa mdada, hii ingekuwa ni disaster. Watu wanacheka kwa sababu wa vile wanavyokuona. Nikapiga story kwamba nachukia sana wauza dawa. Wauza dawa wakiniona mimi kwa sababu ni mnene, wanakuzunguka. Dawa za kutoa manyama kupunguza kitambi, kuongeza nguvu za kiume. Kwa nini wana relate unene na kitambi na nguvu za kiume na hawaendi mbali, wanakuzunguka wewe tu? Unaona hapa kuna shida. So watu wanacheka kwa kukuona wewe ulivyo na unachokisema, wana relate. Kitu kingine, piga story ambayo ina relate na jamii. Watu wakisikia wanaona hichi ni kweli. Kwa mfano, nilipiga story, watu walikuwa kwenye party ya ofisi wakalewa. Baada ya kulewa wakaanza kuongea ukweli. Jamaa ameshakula mitungi, ambia Boss Maulidi unazingua, wewe ni snitch. Na wewe Boss Maulidi kila mtu anamogopa, lakini yeye kwa sababu alikuwa ameshawaka hakumuogopa, kamchana. Kwa wale ambao mnaenda round, ingia mtandaoni, angalia wenzako wanafanyaje. Okay, baada ya Konkara kutoa nondo hizo na baada ya mimi kuongeza vitu viwili vitatu, ni matumaini yangu kwamba wachekeshaji na wanafunzi ambao wako kwenye round inayofuata watakuwa wamepata mwangaza, watakuwa wamepata nondo fulani za kusaidia kwenye round inayofuata. Lakini kikubwa zaidi, wapigie kura kama unavyojua kwenye www.cheka.africaonesolution.co.tz. Kura yako ndio itasababisha mtu aendelee mpaka round inayofuata na aweze kushinda. Kura zake zikiwa ndogo, goodbye. Bila kusahau Africa One Solution wanakupa huduma ya Baka SMS ambayo kwa wale wenye mashule itakusaidia kuwasiliana na wazazi, kuwasiliana na wateja, kuwapa tangazo, kuwawezesha kujua jinsi gani wanalipa ada, kuwajulisha maendeleo ya watoto wao, kuwajulisha kama kuna tukio lolote linatokea shuleni kama vile study tour, graduation au vitu kama hivyo. Kikao cha wazazi. Na ili kuweza kupata huduma hiyo, kama ulikuwa hujapata huduma hiyo, ingia kwenye sms.africaonesolution.co.tz au wacheki kwenye WhatsApp 0744575664. Na baada ya comments za majaji, baada ya mtifuano, hatimaye ukafika muda wasanii wakaitwa mbele, na katika watu 20 ambao walikuwa kwenye raundi ya kwanza baada ya kurudi kutoka likizo na mambo mengine kama hayo, watu 4 waliaga mashindano na wamebaki watu 16. Je, raundi ijayo watabaki wangapi? Ni wewe tu. Mpigie mshiriki wako kura ili asije akaaga mashindano. Piga huwa garagaza, watu 7 wataaga. Narudia tena, next Friday watu 7 wataaga show, wataaga mashindano, kwa sababu leo ilikuwa ni mara ya kwanza, na tunajua watu wanatoka likizo ndo wamerudi, walikuwa na mambo mengi, wengine walikuwa field wakarudi nyumbani, mambo yao wakajisahau. Now kwa sababu tumesharudi, tuko active, kila mtu aende akafanye kazi, kila mtu akaandike, kila mtu azingatie maelekezo aliyopewa na majaji. Tunawashukuru kwa kutufuatilia. Tunashukuru kwa sababu show hii inakuwa na thamani, kwa sababu kuna mtu anaiangalia ambaye ndio wewe, na wewe ndio boss wetu. Tunakushukuru sana, kwa sababu mngekuwa amuiangalia kungekuwa hamna haja ya kufanya hichi kitu. Lakini pia kumbuka kuwapigia kura washiriki ambao unataka waendelee. Lakini pia kama unataka kufuatilia mambo haya ambayo tukiyaona, unaingia kwenye peji za Cheka Kisomi. Instagram, YouTube ni Cheka Kisomi. Cheka Kisomi, YouTube, Cheka Kisomi, Instagram. Na mimi mwenyeji wako nilikuwa nikikiwasha hapa kushoto na kulia, mzazi msaidizi hapa ni MC Madev. YouTube MC Madev, Instagram MC Madev, Facebook MC Madev, kila mahali MC Madev. Na usisite kutuandikia kupitia peji zetu. Na ikumbukwe, tunapewa nguvu na Tabata Hotel pamoja na Cheka Plus channel namba 414 Azam TV. Mpaka wakati mwingine. Nije tuonge, unafaa masiara, unanyona mikenge, unanyona mimi fara. Sieni wanangu sieni, hatumaya
stand up, Jai wala mara gana gaida, Tosh kontan,